uchukue simu yako na usambaze kongamano hili. Uchukue utangazo, uliposti kila mahali na ukaribishe watu wako 10. Na pia tutaenda asubuhi na mapema, tutembee kila nyumba, alafu tuwakaribishe watu mahali hapa. Maana ya hizi viti kupangwa sio mapambo, mbali ni watu wakalie, si ndio? Inua mkono nikuombee. Sema, Bwana Yesu, nitatii neno lako na neno la mtumishi wako katika jina la Yesu. Sema amen mara 3. Na wale watumishi wako hapo kama mimi, kila mtu alete watu kutoka kanisani kwake. Lete viongozi 5, lete washirika 20. Hapa tumekuja kufundishana, na chuma unoa chuma. Yamkini utaleta watu wako wananulewa, wakirudi katika church watafanya kazi vizuri. Kwa hivyo watumishi wote wako hapa, natambua uwepo wenu. Ninaomba tuweze kuleta watu kesho na Mungu atatubariki. Sema amen. Baba, katika jina la Yesu ni asante kwa neno lako. Na mtu mmoja aseme amina. Nafundisha aina 100 za nguvu ya Mungu inaokaa ndani yako. Lakini nitaajisha hii somo, nitalimaliza mwaka ujao, kwa sababu nikilimaliza sitaalikwa tena. Kwa hiyo ni lazima niishie mahali ili bishop anitafute tena. Aina 100 za nguvu zinaokaa ndani yako. Dhimu ya mkutano ni nguvu ya Roho Mtakatifu. Nguvu. Na katika Biblia zetu neno nguvu ukihesabu 1 kutoka Mwanzo mpaka Ufunuo, angalia limerudia mara 661. Mara 661, 661 limetaja nguvu, power. Kuanzia Mwanzo mpaka kitabu cha Ufunuo. Nguvu, neno moja hilo limetajwa mara 661. Na neno Roho Mtakatifu ndani ya Biblia limetajwa mara 8 tu. Roho Mtakatifu limetajwa mara 8 ndani ya Bible. Na neno nguvu likiwa limejitegemea ni mara 661. Hiyo inamaanisha kuna kitu kiko hapo katika hiyo nguvu. Sasa kuna aina 100 ya nguvu zinaokaa ndani ya mtu, lakini leo nazungumza aina 11. Hizi zingine nitazungumza kesho na siku nyingine. Aina 100 ya nguvu zinaokaa ndani ya mtu, ambao ukisitumia nguvu hizi unakuwa ni mtu ajabu sana duniani. Na kutajia hizi nguvu na vile zinafanya kazi, alafu tutaona udhihirisho wa hizi nguvu. Na somo letu limesimamiwa na hilo neno katika kitabu cha Matendo ya Mitume 1:8, lile linalosema nanyi mtapokea nguvu akisha kuja juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wa Mungu. Nguvu, nazungumzia aina ya nguvu. Nguvu, lazima uwe na nguvu. Usipokuwa na nguvu huwezi kumiliki na kutawala. Aina ya kwanza ya nguvu ni nguvu ya neno la Mungu, the power of God. Nguvu ya kutamka neno. Na ujue kunapokuwa na nguvu ya Mungu, pia kuna nguvu za mashetani. Ndio maana imeandikwa katika kitabu cha Marko ya kwamba mtu mwenye nguvu akilinda nyumba yake, vitu vyake viko salama. Lakini akija mwingine mwenye nguvu, huyu mwenye nguvu anamfunga na kuchukua vitu vyake. Inamaanisha watu wenye nguvu ndio wana uwezo wa kutawala dunia hii. Kama una nguvu huwezi kutawala dunia hii. Kama una nguvu utatawaliwa. Lazima uwe na nguvu ya kuzungumza, nguvu ya neno. Mungu alitumia neno kuumba, akasema iwe na ikawa. Akatumia power, nguvu ya mamlaka.
nguvu ya kuongea. Akaongea, akasema vitu viwe. Vile vitu hauna wewe, hujasema. Una nguvu ya uumbaji. Unaweza kuumba vitu na vikaanza kutokea moja kwa moja. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Mimi 1999 nilienda kuomba mlimani, na nilikuwa nafanya biashara, na nikasikia kitu kikiniambia ninaweza kumiliki vyombo vya habari, na nikafungua TV 1999, na nikafungua radio, nikasema naweza, na nikatamka, nikaanza kusema mimi nitamiliki TV. Nikaanza kutumia ile nguvu ya kutamka, nguvu ya kusema. Watu wakanicheka. Uwezi, kwanza hujasoma, uwezi kuwa na television wewe. Uwezi sio mtangazaji, uwezi. Lakini nikatamka yale matamko niliyotamka. Baada ya miaka 25 yakatokea, after 25 years. Na nikakumbuka andiko ya kwamba Ibrahimu alikaa miaka 25 ndio unabii ukatimia. Mimi Mungu alinizungumzia na nikaanza kutamka, nitakuwa na vyombo vya habari, nitakuwa na hiki, nitakuwa na kile. Watu wakaniona kama kijana, wakati nilikuwa kijana, kama kijana aliyechanganyikiwa. Lakini nilijua kuna nguvu ya kutamka vitu, kuumba vitu ambavyo havipo viwepo. Nikaumba, na nikaumba mpaka nikasahau, nikaendelea kuumba. Nikaendelea kuumba, na nikapata simu, nikafungua mtandao, nikasema nina TV na sina. Lakini nikaendelea kujiamini na kuumba, nguvu ya uumbaji, nikaendelea kutamka. Lakini chochote nilitamka 1999 mpaka sasa Mungu amenipatia. Ile TV moja nilikuwa na tamani moja, sasa ninamiliki 13. 13. Kampuni 13, na sote siko na television, na siko Kenya nzima. Lakini nilianzia maneno ya kutamka na kusema itakuwa, na nitakuwa, na itakuwa, na imekuwa. Nikatamka nitakuwa na radio nikiwa mhubiri wa kwanza Embu Town. Sasa hivi ni mimi mhubiri wa kwanza, nimefungua UFM na iko na radio 7. Na nilianza sina kwa kutamka. Chochote unatamka kwa mamlaka na kwa nguvu, one day, one time kitatendeka na kitatokea. Tamka na ujiamini. Tumia neno la Mungu, lina nguvu. Unaweza kubadilisha maisha yako. Unaweza kubadilisha kanisa. Unaweza kuibadilisha Kenya. Watumishi wa Mungu ni kujiamini na kutamka neno la Mungu vile linavyosema bila kuogopa. Inua mkono, sema nina nguvu. Sema natamka, mimi nimebarikiwa. Jifundishe kujitamkia. Hata kama unaona hauna nguvu, jisemee nina nguvu. Nguvu ya maneno. Maneno ina nguvu ya kuumba. Tunapozungumzia nguvu, ni lazima utamke maneno yenye nguvu juu ya maisha yako, juu ya familia yako, juu ya taifa lako. Usitamke vile watu wengine wamezoea kutamka wewe. Usiongee kama wamama wengine. Usiongee kama wahubiri wengine. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Tamka kama vile Mungu anavyotamka. Sema kama vile mbingu inasema. Ya nje 22 years nimekuwa siko Kenya. Mimi ni Mkenya, ni mzaliwa wa Embu. Ila miaka 22 sijakuwa Kenya. 22 years ndio nilihama taifa hili. Jina la Bwana libarikiwe. Sema nguvu. Na kila mahali ninaenda, na taifa niliingia, kwanza nikiingia airport kwa taifa lolote, iwe ni wapi, nikiingia taifa lolote nimeenda, jambo la kwanza ninaachilia nguvu ya maneno.
ninachukua udongo wa nchi hiyo na uweka mkononi. Nasema, sikia udongo wa nchi, sikia neno la Bwana, utanipenda na utanikubali. Haleluya. Ninaongea na udongo, na udongo una masikio, unasikia, na hilo taifa linanikubali. Unaweza ukatamkia vitu vyako, unaweza ukatamkia kanisa, unaweza ukatamkia familia, unaweza ukatamkia huduma. Sema amen. Sema nguvu ya matamko. Inua mkono, sema kwa jina la Yesu, matamko yoyote yaliyotamkwa kwa nyumba ya wachawi juu ya maisha yangu, ninayafuta kwa nguvu ya damu ya Yesu. Sema amen mara 3. Watu wa Thika, sijasikia amen. Nimekuja hapa nibadilishe matamko yaliyotamkwa juu ya Thika. Kama walisimama Thika, kama Thika kuna madhabahu ya shetani iliachilia madhabahu kwa mji huu, nasi tumeweka madhabahu hapa Thika kutamka ya kwamba Thika imemilikiwa na Yesu Kristo Bwana wa Mungu. Ongea kwa ujasiri, sema kwa jina la Yesu, kila tamko la kipepo lililotamkwa juu ya familia yangu, juu ya maisha yangu, juu ya hali yangu, juu ya mifugo yangu, leo sambaratika. Sema fire, sema fire. Yoyote aliyekutamkia maneno mabaya, mimi pamoja na Bishop Ogwa tunayatengua leo. Nasema tunayatengua leo. Tutamiliki by force by fire. Tutamiliki by force by fire. Tutamiliki by force by fire. Sema ya. Haleluya. Ufalme wa Mungu unatekwa kwa nguvu. Without power hakuna kuteka. Haleluya. Usikae kama umenyenyekewa. Tunateka by force. Tunachukua Egypt by force. Tunatawala by force. Tunamiliki by force. Haleluya. Inua mikono, sema natengua matamko ya kipepo. Natengua matamko ya laana. Ninasimama kama nabii wa Bwana. Kama kuna tamko ya laana, iwe ni ya mama yako, baba yako, iwe ni ya mchungaji au ya yoyote, ninaitengua leo by force by fire. Hapa panaitwa mountain of fire. Panaitwa mountain of fire. Ninachukua moto katika ulimwengu wa roho. Ninayachoma maneno yote iliyotamkwa kinyume na maisha yako. Inua mikono, sema ya. Somebody say power, power, power. Sema power. Sema power. Utakuwa na nguvu ya kiroho na utakuwa na nguvu ya pesa. Kwa sababu kuna mambo inahitaji roho, kuna mambo inahitaji pesa. Haleluya. Ukiwa na nguvu ya kiroho unamiliki ulimwengu wa roho, na ukiwa na nguvu ya pesa unamiliki mambo ya ulimwengu wa mwilini. Kwa hivyo tunapoombewa kupewa power of the Holy Spirit, hatuishi hapo. Tunahitaji nguvu ya uchumi. Tunahitaji nguvu ya uchumi. Ukiangalia zile viwanda vikubwa hapa Thika ni za wenye dhambi. Watu ambao hawajaokoka ndio wanamiliki viwanda na makampuni. Lakini warokole wamejawa na Roho Mtakatifu na kukaa kanisani.
Haiwezekani. Tutamiliki, tutakuwa na makampuni, tutakuwa na mashamba. Sijaona watu wanaonielewa. Nasema kujawa na Roho, tunajawa. Repo sakapa liete, tutajawa. Lakini pia tutamiliki na kutawala. Musa akasema tunaenda kumwabudu Bwana na ng'ombe zetu na mali zetu. Hatueje mikono mitupu. Ufalme wa Mungu unahitaji wenye nguvu. Ndio maana Biblia inasema Ibrahimu alikuwa ni tajiri wa mali, mifugo, fedha na dhahabu. Je, baba yetu Ibrahimu si ndio baba yetu wa imani? Unahitaji power. You need the power of money. You need the power of the Holy Spirit na nguvu ya uchumi. Na ninapoongea sasa, kila mwana wa Mungu aliye hapa, ninatangaza nguvu ya uchumi. Nguvu ya uchumi tunapomaliza 2025 na kuingia 2026. I prophesy for your life. Utajawa na Roho na utamiliki na kutawala. Sema yes. Fanya mikono yako hivi. Ninatangaza mikono yako iwe na nguvu ya kujenga. Halo. Nasema iwe na nguvu ya kujenga. Iwe na nguvu ya kujenga kanisa lenye nguvu. Iwe na nguvu ya kuendesha magari yenye nguvu. Iwe na nguvu ya kuombea wagonjwa wanapona. Natangaza hiyo nguvu iwe juu ya mikono yako. Power. 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 Say power, 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 power. Sema mikono yangu iwe na nguvu ya kuanza kazi na kumaliza kazi, ya kuanza kujenga na kumaliza kujenga, ya kuanza huduma na kukamilisha huduma, ya kuwekelea watu mikono na kupona. Sema ewe mikono yangu, pokea nguvu ya mafanikio. Haleluya. Wewe sio maskini. Kila nguvu ya umaskini ndani yako imeharibiwa. Kwa damu ya Yesu Kristo alifanya umaskini ili tuwe matajiri. Keti nikwambie. Rabashakapa. Sijui nimepewa dakika ngapi. Ni dakika ngapi zimebaki? Nimebakisha ngapi? Dakika ngapi? Nisije nikaharibu. Hata Paulo alihubiri siku 3 bila watu kwenda nyumbani. Haleluya. Leo tunafungua kongamano. Nazungumzia about power. Aina 100 ya nguvu. Sema amen. Haleluya. Ujawe na nguvu ya Roho Mtakatifu. Sasa sikia. Nguvu ya Roho Mtakatifu inakusaidia kushinda nguvu za giza. Kwa sababu roho wa giza ni roho. Huwezi ukashindana na nguvu za giza na pesa. No. Nguvu za giza zinashindwa na nguvu za Roho Mtakatifu. Kwa hivyo ili ushinde ndoto mbaya, ushinde maroho machafu, unahitaji the power of the Holy Spirit. Nguvu za Roho Mtakatifu zina kusaidia kushinda ulimwengu wa roho. Tuko pamoja? Kwa hivyo tunazihitaji ili tuwe watu wajasiri na tuwe watu waliojawa na hiyo nguvu ya Mungu, ili tushinde nguvu za witchcraft, tushinde madhabahu ya shetani, tushinde kuzimu. Tunahitaji the power of the Holy Spirit. Andika hapo. Kwa hivyo kama hauna hiyo nguvu, utashindwa na hizo nguvu za giza. Sasa hiyo ni ya kwanza, nguvu ya neno la Mungu, nguvu ya Roho Mtakatifu. Sasa kuna kitu kinaitwa nguvu ya pili
kuna kitu kinaitwa nguvu ya dharura. Unahitaji nguvu ya dharura ya kukusaidia wakati wa mahitaji. Nguvu ya dharura inakusaidia wakati uko katika mahitaji ya dharura. Nitakupatia mistari ya kwenda kusoma nyumbani. Kitabu cha Waamuzi 14 verse 5 to 6. Nguvu ya dharura. Nguvu ya dharura inatokanga mbinguni na inaingia muumini ili aweze kupambana na nguvu za shetani. Ni nguvu inayokusaidia. Una mahitaji ya dharura imekuja bila kutegemea. Unahitaji uwe na nguvu ya ziada ndani yako, na hiyo inasababishwa na Roho Mtakatifu. Nguvu ya ziada isiyo ya kawaida ikutoe hapo. Namba 2, nguvu ya ziada. Kitabu cha Samueli wa kwanza 17:42 hadi 51. Samueli wa kwanza 17 mstari wa 42 hadi 51. Nguvu ya kwanza nimesema ya dharura. Kuna wakati unahitaji maombi ya dharura, unahitaji msaada wa dharura, unahitaji hiyo nguvu ya Roho Mtakatifu. Ndio inasababisha hizo vitu vitokee. Ulikuwa utegemei, lakini ghafla Roho Mtakatifu anaingilia kati. Namba 2 nikasema nguvu ya ziada. Nguvu ya ziada inafanya kazi ndani ya muumini ili kupambana na kushindana na vita vya kiroho vinaokuwa mbele yako, ambao inakusaidia kuharibu ngome na falme na kazi za shetani, kazi za mapepo, wachawi na viwango vingine. Inamaanisha ya kwamba unapokuwa na nguvu ya ziada, una uwezo wa kuharibu ngome za mashetani. Uwezi ukafuja ngome ya mashetani kama hauna nguvu ya ziada. Lazima uwe na nguvu isiyo ya kawaida ili uweze kufuja ngome za mashetani, ngome za uchawi, ngome za umaskini, ngome za uharibifu. Zinavujwa na mtu aliye na nguvu ya ziada. Namba 3, nguvu ya usaidizi. Kitabu cha Luka 22 mstari wa 40 hadi 43 utasoma nguvu ya usaidizi. Ndio maana inasema ya kwamba naye Roho Mtakatifu atawasaidia. Unahitaji nguvu ya Roho Mtakatifu kwa sababu unahitaji usaidizi. Wewe huwezi kupambana peke yako, mbali unahitaji msaada, unahitaji usaidizi. Roho Mtakatifu anaitwa msaidizi. Na ndio maana anasema ya kwamba katika kitabu cha Luka 22 mstari wa 40 hadi 43 utasoma pale. Kwa hivyo unahitaji hiyo nguvu ya usaidizi, inakusaidia kushinda majaribu mbalimbali na changamoto za aina mbalimbali katika huduma. Kwa hivyo kama unahitaji kushinda, ni lazima uwe na nguvu ya kukusaidia. Namba 4, nguvu ya upako. Ili ushinde unahitaji anointing. Nguvu ya upako inaletwa na hiyo nguvu ya Roho Mtakatifu, na ndio kichwa cha somo letu. Nanyi mtapokea nguvu. Hiyo kitabu ya Matendo ya Mitume 1:8. Akisha kuja ndani yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi. Kwa hivyo hiyo ni nguvu ambao ni nguvu ya upako, nguvu ya Roho Mtakatifu. Namba 5, nguvu ya kubariki. Ili ufanikiwe ni lazima uwe, au mtu akubariki ni lazima awe na ile nguvu ya kubariki. Nguvu ya kubariki. Uwe na ile nguvu ya kubariki mtu au nguvu ya kubarikiwa. Nguvu ya Roho Mtakatifu inakupatia uwezo wa kubariki. Ukitamka kwa mtu umebarikiwa inakuwa. Sio kila mtu anaweza kukuambia umebarikiwa ukabarikiwa. Lakini kuna mtu tu sahihi akikwambia wewe umebarikiwa, hapo hapo unaanza kuona matokeo. Kile kinatafsiri ni nguvu. Hivyo hivyo kuna mtu akikuombea unaweza kuanza kupona, na kuna mwingine tu akisema umepona, hata hajakuwekea mkono umepona. Hii inategemea nguvu iliyo ndani yake.
ya kusababisha matokeo ya ile aliyosema. Na ndio maana ukitembea huku jiani, kila mtu anakuambia barikiwa sana, na hujawahi barikiwa. Kwa sababu sio kila mtu ana kinywa kilio na mamlaka ya kufanya nini? Ya kubariki. Kuna mtu leo hii ayusema umelaaniwa, unalaaniwa hapo. Kuna mtu akikwambia hautafika jioni, haki unakufa. Kuna mtu akikwambia wewe utagongwa na gari. Hata kule ulimwengu wa giza, kuna mchawi tu akitokea akwambie wewe tutaona. Ukifika saa 11, mimi sio mchawi. Na kweli saa 11 unaanguka chini. Inategemeana na nguvu iliyo ndani yake. Kama ni nguvu ya giza, kiwango aliyoko katika ulimwengu wa giza ndio anatamka. Unaona mtu anachukua yai, na ni yai ya kuku, anasema hii ndoa itavunjika kama yai. Pa! Kesho ndoa inavunjika. Na sio yai liliyovunja ndoa, ni nguvu ya maneno. Kuna mtu anakuambia sura yako nzuri, inaanza kubarara hapo hapo. Hiyo nguo nzuri, unaenda kupika pasi jioni, inaungua. Halo. Inategemea nguvu iliyo ndani ya mtu. Kwa hivyo kuna mtu anakuambia umebarikiwa hata asipokuwekea mkono. Haleluya. Kwa sababu kile anakisema kiko ndani yake. Petro akasema fedha na dhahabu hatuna, lakini kile tulionacho tunakupatia. Kwa jina la Yesu simama. Alisimama hakusimama? Alisimama hakusimama? Sasa ukitaka kudhibitisha, wewe ona kiwete pale, mwambie kwa jina la Yesu simama. Simama uende. Na ujiamini kama Bishop amesema. Aliita akagoma. Akigoma wewe usijali. Haleluya. Na niseme na mimi nilifanyanga hivyo. Sisi wahubiri tuna mambo. Siku moja nililetea mtoto aliyekufa Embu, na nikamfufua. Huyu alifufuka. Nililetea mtoto amekufa kanisani. Embu Redeemed Gospel Church ilikuwa inaongozwa na Bishop Dadhi ambao sasa alitangulia mbele yake. Mimi nilikuwa mwinjilisti wa hiyo kanisa. Sasa miaka ya zamani, mwaka 2000, mtoto aliletwa hapa amekufa kanisani. Najua tuko live, hata watu wa Embu wanajua. Aliletwa kanisani akiwa amekufa. Tulikuwa maombi kanisani. Sasa pale kanisani tulikuwa na wazee wa kanisa wawili. Tulilala maombi. Mimi nilikuwa mwinjilisti, hao ni wazee wa kanisa. Tulikuwa tunaomba sauti sana. Mtoto wa jirani, na jirani Muislamu, alikufa saa 9 usiku. Akasikia watu wanaomba saa 11 kanisani. Akasema kabla hatujampeleka Embu General Moshali, tumpeleke kanisani wakamlete. Sasa mimi nilikuwa nimelalia viti vyetu vya kanisa vilikuwa vya mbao. Nilikuwa nimelalia viti vya kanisa za mbao kule nyuma, na aliingilia mlango wa mbele akakuta wazee wa kanisa. Wazee wa kanisa wakaanza kuombea mtoto. Kwa sababu kanuni zetu pale kanisani silikuwa wazee wa kanisa ndio wanaweza kuombea mtu. Mwinjilisti akaombea watu sokoni. Sasa atukuruhusiwa wainjilisti kuombea watu, lakini wazee wa kanisa ndio walikuwa wanaombeanga watu. Sasa wakaombea ikagoma. Nikawaambia subirini wazee, naomba mumlete kwangu. Wakati nilikuwa na nguvu, mimi nilikuwa naombea watu masokoni na naombea watu mahospitali Embu General. Nikasema huyu mtoto anafufuka. Nikasema mzee wa kanisa mmoja, unajua mimi ni kijana nikaambia mzee wa kanisa niletee maji kwa glasi. Sijui huyo ujasiri ulitoka wapi wa kutuma mzee wa kanisa. Lakini nilisikia kitu kimya, kalete maji. Na mzee wa kanisa akakimbia akaniletea maji. Si nikachukua maji, nikasema kwa jina la Yesu, Yesu anaitwa maji ya uzima. Kwa mamlaka natia uzima kwa maji haya. Nikapiga mtoto maji yote kwa uso. Mtoto akalia, akarudi. Sasa vita yake
nimeombea na wazee wa kanisa ndio wanaruhusiwa kufanya nini? We, nilikaangwa. Sasa Sunday si wakalete mtoto. Na unajua mimi sio wa pastor. Kipindi hicho ya miaka hiyo ukiitwa pastor na wewe sio pastor utaona. Sile vikao utawekewa wewe. Sio kama sasa tu ukitembea pastor. We 2000 huko kurudi nyuma ungesema wewe ni pastor na hujawetiwa mafuta ya upastor. Sasa si wale wa mama wamekuja kanisani wakirukaruka. Pastor wa hii kanisa aliniombea mtoto amefufuka. Pastor yuko wapi? Na nilikuwa hasa. Sasa si vita zikawa kubwa lakini zikaisha. Si mtoto amefufuka. Sasa jina likaenda sokoni. Pastor Nyaga. Hapo ndio pastor iliingilia. Sasa si nikaenda Tanzania. Si nikashuhudia vile nimeshuhudia. Mtoto alifufuka. Mama mmoja alikuwa na mtoto akakufa usiku. Akasema pastor alisema alivuvua mtoto. Sio akaonga ngeti kuleta mtoto afufuliwe. Sasa nikaleta mtoto. Sasa mke wangu akafungua mlango. Mtoto kaletwa. Nikaona hapa imani ya mke wangu imeshuka. Nikaambia mke wangu mpeleke mbele room kwa kitanda changu, mrase hapo. Maandiko ikakuja, alilalia mtoto, akavulisha, akavuvuka. Sina mimi nikaenda kulalia. Alivuvuka wapi? Hakuvuvuka. Haki ya Mungu. Hakuvuvuka. Nikamwambia mama chukua peleka moja tu. Imegoma hii. Kuna wakati itavuvuka na wakati mwingine haivuvuki. Hai. Kwa hivyo ukienda kuvuvua ikatae, si wewe unavuvuanga. Wewe unaombeanga tu. Si ni sawa? Sema nguvu. Ni vizuri kujaribisha hizi vitu. Sema amen. Na ujiamini. Na hata ikigoma sio wewe unavuvuanga. Wewe unaombea. Tofautisha kuvuvua na kuombea. Kwa hivyo kama mtu amekataa kupona sio mimi, ni Mungu. Hiyo ni kesi. Mimi nimeombea, nimewekelea mikono. Wewe ukikataa kufunguliwa sio mimi. Si umesikia hata bishop amesema Mungu akamwambia huyu alikuwa atii akiwa hai, hata saa hizi amekufa amegoma kutii. Yaani hiyo imenijenga miaka 100. Yaani katika mahubiri yote amegoma kutii. Hiyo ndio mimi nimeondoka nayo. Tumpigie bishop makofi. Bwana asifiwe. Sema nguvu. Tusimame na miguu yetu. Nitaendelea hapo kesho. Nitakuonyesha nguvu zilizobaki. The powers. Unahitaji nguvu ya kushinda majaribu. Unahitaji nguvu ya kiroho. Unahitaji nguvu ya Roho Mtakatifu. Pia unahitaji nguvu ya uchumi, nguvu ya pesa. Pesa inajibu maswali yote. Haleluya. Unahitaji pesa. Hata hii kongamano linahitaji pesa. Mtu aliyokoka anahitaji pesa, na mtu hajaokoka anahitaji pesa. Pesa inahitajika kwa kanisa, na pesa inahitajika kwa ulimwengu. Kwa hivyo hatuwezi kuokoka na tukatae kufanya kazi. Sasa ili upate pesa, nimekuambia uweke mitego, uwe na mabiashara yako. Mungu akupatie waso la kufanya kabla ya 2026. Unaweza ukafanya kitu tu hata mwezi huu tunaenda wa Disemba, na ukafuka mwaka ukiwa na pesa nyingi. Kongamano hili Mungu akupatie idea. Mungu akupatie idea. Mungu akupatie kitu cha kufanya. Hatutaogopa wachawi kwa sababu tuna nguvu ya Mungu. Sema amen. Tuna nguvu ya Mungu ndani yetu. Kesho nitakuonyesha namna ya kufungua watu waliofungwa na nguvu za giza. Ukienda hospitali, kuna madaktari wa meno, kuna madaktari wa macho,
kuna daktari wa tumbo la uzazi la mwanamke, kuna daktari wa figo, kuna daktari anafumua kichwa cha mtu. Ukienda shule kuna mwalimu wa Kiingereza, kuna mwalimu wa hesabu, kuna mwalimu wa sayansi. Hao wote ni walimu, lakini kila mwalimu yuko katika kitengo chake. Katika kitabu cha Efeso 4:11, Mungu ametoa wengine kuwa maaposto, wengine kuwa maprofeti, wengine maevangelist, wengine wachungaji, wengine walimu, kwa kusudi ya kukamilisha mwili wa Kristo. Mwili wa Kristo haujengwi na huduma moja. Sasa mimi huduma Mungu amenipatia, amenipa huduma nyingi, lakini huduma ya kufungua watu waliofungwa na nguvu za mashetani, hiyo ni huduma Mungu amenipa. Hata ukiniamuka saa 9 usiku na uniambia hawa wamefungwa, hata sitahitaji kwenda fasting ya siku 3, kwa sababu ni kitu kiko ndani yangu. Kesho nataka ulete wenda wazimu, ulete watu waliopagawa na majini na mapepo, ulete watu waliologwa, watu ambao wamefungwa na nguvu za umaskini, na Yesu atawafungua wote by force by fire. Kesho nyumba hii kutatokea nguvu isiyo ya kawaida ambayo itapambana na nguvu inaoshindana na maisha yako. Nyuma yako kuna nguvu inakukwamisha. Unataka kwenda mbele, lakini kuna nguvu inakurudisha nyuma. Unataka kwenda mbele, lakini kuna nguvu inasababisha unasunguka mahali pamoja bila kutoka. Hiyo nguvu kesho inaharibiwa. Nataka umalize mwaka kwa nguvu za Mungu. Nguvu za giza hasitakuzuia tena. Wengine mmezuiliwa na nguvu ya maneno yaliyotamkwa. Na maneno inaweza kutamkwa na watumishi wa Mungu na ikakuadhiri. Maneno inaweza kutamkwa na wachawi na ikakuadhiri. Maneno inaweza kutamkwa na wachawi au wazazi na ikakuadhiri. Mtu mwenye mamlaka anaweza kukutamkia maneno mabaya, na yale maneno inakusuia ulimwengu wa roho. Kuna watu wengi huduma zao zimezuiliwa. Kesho tutaondoa vizuizi vya ulimwengu wa roho vinaozuia maisha yako kufanikiwa. Na hivyo ninahitaji kila mmoja hapa aendee watu 2 5 walete kwa mkutano wa kesho. Inua mikono, sema kwa jina la Yesu. Nataka useme, punguza vyombo kidogo. Nataka useme kwa kujiamini. Mimi napenda maombi ya kutamka, kwa sababu maneno yana nguvu, maneno yanaumba. Sema amen. Maneno yana nguvu na maneno yanaumba. Na nikimaliza maneno haya leo nafanya ombi moja tu. Nataka kukomboa uchumi wako, mikono yako. Nahitaji mikono yako niitamkie neno, kwa sababu uwezo uko katika mikono ya mtu. Kuna nguvu inakaa katika mikono yako, inaitwa nguvu ya kufaulu, nguvu ya kuongezeka. Unaguza kitu kinazaa. Hiyo nguvu ilikuwa ndani ya Yusufu alipoingia kwa Potiphar, nyumba yake ikabarikiwa. Alipoingia kwa mfalme, vitu vikaongezeka. Mikono yake, nguvu ya kuzalisha mali. Hiyo nguvu ilikuwa kwa Yakobo, alipoingia kwa Laban, wanyama wake wakasaana. Kuna mtu ukimpatia kazi, umwajiri, unaongezeka na unakuwa tajiri. Na kuna mwingine ukiajiri unafilisika. Hivyo hivyo kuna mtu ukioa unakuwa bilionea, na kuna mtu ukioa na una mali unafilisika hapo hapo, kwa sababu ndani yake ana nguvu ya kufilisika. Kuna mtu ukimsalimia anakuambia umebarikiwa kwa ajili hapo, au uhitaji hela, ni hilo neno yake. Na kuna mwingine akikwambia ubarikiwe, ndio ukienda kazini unasimamishwa na promotion inashuka. Halo. Ana nguvu ya mikosi. Sema nakataa. Sema nakataa nguvu ya mikosi. Inua mikono, sema kwa jina la Yesu. Ninatengua maneno yenye nguvu niliyotamkiwa na familia yetu. Anza kupiga makofi, tengua kwa dakika moja. Sema natengua maneno ya wachawi
maneno yote niliyotamkiwa, maneno iliyotamkwa kinyume ya mountain of fire, tunayatengua by force, by fire. Ratakasatos, tunayatengua, 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 tunayatengua kwa jina la Yesu Kristo. Ninaachilia nguvu ya uumbaji, 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 ninaachilia nguvu ya uumbaji. Ninatangaza nguvu ya sianga iwe kwa maisha yako. Ninatangaza nguvu ya Mungu iwe juu ya maisha yako. Ninatangaza nguvu ya afya, ya uponyaji iwe juu ya maisha yako. Ninatangaza nguvu ya nyota ya kumiliki na kutawala iwe juu ya maisha yako. Ratakabashatalabasia. Ninaita nguvu ya fedha. Mikono yako itatengeneza fedha vile haijawahi tengeneza. Rabashakapasa, rabashakapa, rabashakapa, rabashetetetetekepo. Katika jina la Yesu. Thank you, mighty God. Fanya mikono yako hivi. Fanya mikono hivi kama unapokea. Alafu utoke kwa kiti na uje hapa mbele ya madhabahu. Ufanye mikono yako miwili kama unapokea na usongelee kwa madhabahu. Ninataka kuita vitu ambaye hauna viwepo kwa mikono yako. Mungu alisema na ikawa. Katika hii kongamano la Mountain of Fire, ninahitaji kuita mali zilizopotea zirudi kwa mikono yako. Ninahitaji kuita ndoa iliyopotea irudi kwa maisha yako. Ninahitaji kuita kibali, neema iliyopotea irudi kwa maisha yako. Inua hiyo mikono kama mtu anayepokea. Punguza sauti ya vyombo. Katika jina la Yesu tunainua mikono yetu juu. Katika siku ya kwanza ya kongamano hii, kila mtu aliyefika, kuanzia watumishi wa Mungu hadi washirika hawa, ninaachilia nguvu ya mamlaka, nguvu ya kuweka mikono kwa wagonjwa na wagonjwa wanapona, nguvu ya kujenga nyumba za kuishi, nguvu ya kununua magari, nguvu ya kuweka makamboni na kufaulu, nguvu ya kujenga makanisa, makadhendru. Rabosha takapa rieteke pasata. Ninaweka hiyo nguvu ya mafanikio, nguvu ya maongezeko. Hiyo mikono yako ikatengeneze mabiashara, ikatengeneze fedha, ikatengeneze utajiri katika jina la Yesu Kristo. Ninaachilia nguvu, power to make repokasa, nguvu ya kutengeneza mali, nguvu ya kujenga ufalme wa Mungu. Kitabu cha Kumbukumbu la Torati 8:18 inasema, nami nitakupa nguvu ya kuwa tajiri. Utajiri ni power. Ninainua mikono yangu juu, ninatangaza nguvu ya utajiri iwe kwa hiyo mikono yako. Nguvu ya kusalisha mali iwe kwa hiyo mikono yako. Na kama kuna nguvu ya giza kwa mikono yako, ninaiharibu sasa. Ninaiharibu kwa damu ya Yesu. 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 Naharibu nguvu ya dhambi. Naharibu nguvu ya mashetani. Ninaharibu nguvu ya dhambi kwa damu ya Yesu. Ninaachilia nguvu ya utajiri kwa kila muumini katika jina la Yesu. Ninatangaza wewe ni bilionea. Wewe ni mtumishi wa Bwana aliyebarikiwa. Wewe ni mtumishi wa Bwana aliye na biashara. Wewe ni mtumishi wa Bwana aliye na fedha ya kujenga ufalme. Ribo shakapa. Ribo shakapa. Ribo shakapa. I speak power. Ribo shakapa. Inua hiyo mikono juu. There is power mighty in the blood. There is power mighty in the blood.
blood. There is power mighty in the blood of Jesus Christ. There is power mighty in the blood. Sing again, there is power. There is power mighty in the blood. There is power mighty in the blood. There is power mighty in the blood of Jesus Christ. There is power mighty in the blood. Inua mikono yako juu. Niangalie nikwambie. Leo ni siku ya kwanza ya uzinduzi wa kongamano la Mountain of Fire. Ninataka tubariki madhabahu hii kwa sababu madhabahu ambaye haina nguvu ya sadaka haina majibu. Kuna kitu kinaitwa nguvu ya madhabahu. Ili madhabahu iwe na nguvu inategemea nguvu ya sadaka. Narudia, ili madhabahu yako iwe na nguvu inategemea nguvu ya madhabahu sadaka.